ambao mko hapo mmekaribishwa. Na mjue kwamba Kisii is a safe place other than few incidents ambazo which are led by a gang of elected leaders. Lakini generally Kisii is the most safest place for anybody to do business. And this crime has been abetted by the law enforcement officers of national government because they know what is happening. Where one individual is intimidating police officers, DCI, madawa ya hospitali yakiibiwa, watu wako nayo kwa clinics, wanaanza kupigia maaskari simu. Askari wanapigiwa simu toka asubuhi, wewe uachana na huyo mtu. Na dawa zimeibiwa. Hapa dawa tumepeana, some individuals wameiba, wamepeleka clinic zao, wamekamatwa. Then those officers, they have been intimidated. Wameambiwa lazima wataenda transfer. I want to encourage our officers, police officers, the DCI team, tafadhali fanya vile sheria inahitajika. Hata kama utapigwa transfer, utatembea kichwa ikiwa juu kwa sababu ulifanya haki kwa Mkenya ambaye ni Kisii. There is no way we can I got an award from KEMSA of properly managing issues of drugs or medicine. Then hizo drugs zikifika hapa, wakati nimepeana, mtu anangojea kwa kliniki, anaiba, anapeleka kwa kliniki yake, anaanza kuuza. Watu kama hawa tunafaa tuwasamehe kweli? Si sheria ifanye kazi? That is it. Mimi kama gavana wa Kisii nitasema hili. Nitaendelea kutumikia wananchi watukufu kwa hali na mali, kwa moyo wangu wote, kwa nguvu za Mungu. Kazi itafanyika. Na siwezi angalia nyuma. Hasa kama mimi ndio mtu mkubwa kabisa, nikiangalia nyuma watu wangu wataenda wapi? Mimi nitaangalia mbele tu.